CCM wameunda tume ili kushifti lawama, wanatafuta mtu wa kumhamishia lawama. Hii tume ya Chande hii ni tume ya kutafuta mtu wa kumhamishia lawama. Kwa nini? Kwa sababu serikali ni failure, na failure yeyote, pamoja na kila ambacho nimesema, wanaahirisha mambo, lakini vile vile wanahamisha lawama. Hivi kweli, ndugu zanguni wa Tanzania, mnaweza mkajidanganya kwamba Samia Suluhu Hassan hahusiki kwenye mauaji? Kweli? Unajua hata shetani atawashangaa. Sasa yeye ametengeneza tume, alafu anataka tume ndio imfanye yeye hana tatizo. Na nyie mtakubali? Watanzania, Tanganyika mtakubali ujinga huo? Nani angeandamana katika nchi yetu kama watu wangekuwa na uhuru wao wa kuishi, yani hawatekwi, hawauawi, hawapotezwi? Nani angeandamana? Nani angeandamana katika nchi kama watu wangekuwa na haki yao ya kuchagua viongozi wanaowataka? Nani angeandamana? Tungekushangaa sisi wengine, tungekushangaa. Nani angeandamana kama watu wangekuwa na haki ya kutoa mawazo, yani akiona jambo anasema, akisema hasumbuliwi na mtu, unaelewa, ametoa mawazo yake, imekwisha, anakwenda kulala, inakuwa Jumatatu, inakuwa Jumanne, inakuwa juma ngapi, mpaka Jumapili, hakuna mtu amemtesa huyu mtu. Nani angeandamana kama mtu anaweza kadai haki ya wananchi katika nchi yake na hafungiwi makanisa yake, ana uhuru wake wa kuabudu anachotaka? Nani angeandamana kama mtu akishapewa pasipoti anaweza akawa na uhakika wa kusafiri, akifika airport hakuna mtu wa kumnyang'anya pasipoti, kwa sababu wanaheshimu kwamba amelipa tiketi na kuna sehemu ameshaweka miadi yake, kwa hiyo anakwenda kwa mujibu wa sheria, na kama wana jambo watamsubiria, atakaporudi watashughulika na yeye. Lakini angalia, unafika airport wanachukua pasipoti yako. Ni ushenzi wa hali ya juu sana. Nani angeandamana? Nani angeandamana? Nani angeandamana kama ajira zinatolewa kwa vijana wenye uwezo? Yani mpaka watu ambao wamepewa ajira mnasema jamani, jamani tukubali jamani, sisi yale majamaa yalikuwa yana akili kuliko sisi jamani. Hata kama ni mtoto wa Bishop Mpemba amepewa kazi, amefanywa kuwa gavana wa benki kuu, lakini wale wana uchumi wote, walimu wote wa uchumi wanakuambia bana, yule mtoto wa Bishop Mpemba yule kwenye mambo ya hela, mambo ya uchumi, jamani, kaeni kimya. Why? Ana uwezo. Sasa ndugu zangu wa Tanzania, hayo nayazungumza, nafikiri anaanza kufanywa na Chama cha Mapinduzi hapa mpaka ije serikali mpya yenye fikira tofauti. Sheria zinasema mikataba yote ikisha sainiwa lazima ipitie bungeni kule. Hawapeleki bungeni kwa sababu gani? Wameweka wizi wao. Sasa angalia cha ajabu. Angalia cha ajabu. Cha ajabu ni hiki. Cha ajabu ni hiki. Kila siku mnaambiwa na mnasomewa deni la taifa lilivyoongezeka, lakini hamwambiwi hilo deni lililoongezeka limeongezeka vipi. Ushawahi kufikiria hilo jambo? Wewe unaambia deni imefika trilioni 100 na kitu. Limefikaje? Walikopa wapi? Kwa ajili ya nini? Na hizo pesa zimetumika wapi? Nani amezithibitisha hizo pesa kuwa zimetumika? Hayo yote huambiwi, wala huambiwi mkataba ulikuwaje na masharti yake yako vipi. Unakuja kuambiwa tu tumepata mkopo kwa masharti ya masharti nafuu. Masharti nafuu maana yake nini? Pumbavu. Kwa hiyo Watanganyika, Watanzania, mnakuja kuambiwa deni limefika kiasi gani, lakini hamuambiwi limefika fikaje. Nani ametupa hela, ametukopesha hela, kwa masharti yepi? Kama ili kuambiwa
kiasi cha deni. Je, unadhani hatustahili kuambiwa nani ametukopesha, kwa ajili ya kazi gani, na zimetumikaje? Haya maswali ndugu zanguni, ukiyauliza kesho wanakuja kukuua. Chama cha Mapinduzi. Na wewe mjinga, umevaa njano nyeusi, njano kijani, hata baada ya kuyafahamu haya yote kwa wepesi namna hii, una akili wewe? Sasa sio unanikasirikia, nimekwambia usinikasirikie bwana. Ukinikasirikia mimi, hayo ni matumizi mabaya ya hisia zako. Ulitakiwa hizo hasira umkasirikie Samia aliyetuulia ndugu zetu, watoto zetu, wazazi wetu, wake zetu na waume zenu, lakini badala yake unanikasirikia mimi. That is misdirection of anger. You're supposed to get mad at Samia and not at me. Shida gani kwa mfano? Mimi sinakwambia kitu cha kawaida tu bana. Kwa nini mimi nimekulia mke wako, mume wako, mtoto wako, mjomba wako, mzazi wako? Mimi nimekulia wapi sio kwa mfano? Nimemuua wapi? Mimi nakueleza tu hali halisi ilivyotokea, si ndio ninavyokuambia bana. Sasa mimi na ubaya gani kwa mfano? Lakini jamaa wakinisikiliza wanapeleka taarifa, bana katika watumishi wa Mungu bana kuna jamaa huyo bana. Huyo ni mtu mbaya sana yule. Anaichukia serikali. No. Naipenda serikali ya Tanzania, naipenda serikali ya nchi yangu sana, lakini ninachukia ujinga na ushetani na upumbavu ulio ndani ya serikali. Unisikilize bana, unisikilize. Ndio maana Mungu aliniokoa na mipango ya mauaji iliyofanywa na Kikwete na timu yake akina Wasira na wale alikuwa mkuu wa mkoa wa Mwanza Ndikiro na yule RCO wa Mwanza anaitwa Mutashi, unaelewa bwana, wakataka kuniangamiza kwa sababu hii akili, unaelewa, Mungu aliamua ihifadhi ili kesho na kesho kutwa na wewe uje usikie, kwa sababu vinginevyo wangenimaliza wala usingesikia habari hizi na usingejua chochote kwa habari ya mzee Fumba Macho. Lakini God protected me so that at a time like this I'll be able to stand and try to open your eyes so that you may see the light of God and then be empowered to succeed in whatever you do. That's why God protected me. I was protected by God and nobody else. And all my praise and all my exaltation go to God and God alone. Pojaga Magembe, Wanangikuru. Yes, yes, yes. Kila mtu wa kike au wa kiume wa kuisaidia Tanzania ili Tanzania ifanikiwe yupo sehemu fulani, lakini hajajulikana. Lakini angejulikana katika eneo hilo, Tanzania isingekuwa kama ilivyo leo. Bahati mbaya mtu huyo, watu hao hawajapata nafasi hiyo. Ndio maana Tanzania lazima iendelee kuumia na kuteseka na kuharibikiwa. Na Chama cha Mapinduzi, niwaambie, mnapowakataa diaspora, tuna vijana wazuri sana diaspora, wa kike na wa kiume, wa baba na wa mama, wangeweza kuisaidia Tanzania isingekuwa kijinga jinga kama ilivyo sasa hivi. You are a total failure and a disgrace to the world. Total failure. Yani hata mkikasirika, nyie mkasirike vizuri tu. Lakini mkisema bana sisi sio failure, swali linakuja, mmefanikiwa katika eneo gani? Elimu mmefanikiwa? Ni nchi gani katika East Africa inayotamani kuleta watoto wao kuja kusoma shule za msingi za serikali za Tanzania? Failure. Failure. Nauliza swali tena. Ni nchi gani katika East Africa inayotamani kuleta watoto wao wa shule za msingi kuja kusoma katika shule za msingi za Tanzania? Yani hata nyie viongozi mnajiita viongozi wa serikali, hizo shule za msingi za Tanzania mnajua zimesha faili, ndio maana watoto wenu amwapeleke huko Bangladesh.
Unajifanya fanya tu. Unasemaje elimu imekataa? Mbona elimu nzuri sana pumbavu. Watoto wako unawapeleka wapi? Unapeleka kwenye hizo shule za kata. Wewe. Mbea mkubwa. Mimi ninachosema mimi ndio chenyewe. Serikali imefeli. Vifaa vya hospitalini hakuna. Mkiugua nyie hao India, hao Marekani, hao. Kwa nini amtibii Morogoro? Kwa nini amwendi kwenye dispensary ya Dakawa kule? Na Mvomero na kule Tuliani. Umbavu. Napanda ndege unapeleka mke wako nje. Alafu sisi tunatuachia hizi eti. Jamani tumejenga zahanati, tumejenga na hospitali. Pumbavu. Wewe mbona uendi kutibiwa? Umefeli. Failure. Ndio umewachia mapolisi wanapeka watoto wao kwenda kusoma hizo shule ili wapate elimu ya chini. Umeelewa bana? Ili kesho waje wawe mapolisi. Akiambiwa piga anapiga tu, hajiulizi swali. Wanakuambia bana, sisi bana amiri jeshi akishasema amiri jeshi lazima tufanye. Hamna akili, sababu ni waongo. Huyo amiri jeshi ana vikundi vya ufiraji. Swali linakuja, akikwambia kwenda kumfira mama yako utamfira kwa sababu amesema amiri jeshi? Ashakum simatus. Vile mzazi wako tenda kumfira kwa sababu amiri jeshi amesema. Kama sisi bwana wanajeshi tunafuata amri tu, sisi hatufuati sheria, tunafuata amri. Okay, umeambiwa ukamfire mzazi wako, utamfira? Acheni ujinga nyie, acheni ujinga hapa. Ujinga hapa. Ujinga tu. You can't even think for yourself. Wanaochukua Bishop, watoto wa ukoo sijui mikoa. kama mapolisi wamekusikia vizuri, unaweza ukawarudia tena kuwauliza ili watafakari. Ndio mimi tunauliza swali. Wanakwambia bwana, sisi wanajeshi bwana, sisi mapolisi wanajeshi, sisi wana JW wanajeshi, tunafuata amri tu, hatufuati sheria. Okay, all right, okay. Let's talk a little bit. Huyo amiri jeshi wenu ana vikosi vya wafiraji katika nchi yetu, na watu wanafirwa, na nyinyi mnafahamu fact. Kafira mpaka watu wa East Africa. Akiwaambia ninyi wanajeshi mnaotii amri, hamfuati sheria, mkawafire wazazi wenu, je, mtaenda kuwafira kwa sababu amiri jeshi amesema? It's not true, hamtafanya. Kama mnaweza kutokufanya jambo moja, mnashindwaje kutokufanya jambo jingine? Halo, nikasirikia. Sasa mnanikasirikia nini sasa kwa mfano? Kitu gani? Umenikasirikia nini sasa kwa mfano? Nimekosea wapi sasa kwa mfano? Ninakujaribu kusaidia ufumbuke macho ili uache ujinga. Mungu ametuweka Tanzania, tukazaliwa Tanzania kwa sababu alijua tukikaa vizuri katika nchi yetu, kila mmoja katika nafasi yake, huyu akatoa mchango ule na mawazo yale, na yule akatoa mchango huu wa mawazo yale. Umeelewa bwana? Tunamuona pale, tunamuona Excellence akatoa pale, tunamuona Find X, tunamuona PJ, tunamuona President dada Naomi Jamil Shashiko pale. Umeelewa bwana? Kila mmoja akatoa, tunamuona Nimna yuko pale naye akatoa mawazo yake, unaona inashuka inapanda inakwenda. Umeelewa bwana? Kuna Sam yuko pale, una Sheki yuko pale, kila mtu akatoa mawazo yake. Tunashuka chini kule tunakuta watu wengine wanatoa mawazo yao. Maana yake nchi itafanya nini? Itastawi na tutapiga hatua, tutasikia raha katika nchi yetu, tutaishi katika dunia kwa raha na matumaini makubwa na upendo na imani kubwa, ili kwamba inapofika wakati wa huyu kuondoka, anatangulia, tunajua ametangulia salama, anakuja naye ametangulia salama, anaondoka hivyo, anaondoka yule, anakwenda hivi, mwisho wake tunakwenda wote, tunakwenda huko tunakoenda. Lakini wewe kwa sababu ya ushenzi ulionao, unaingia unamchukua mzee Ali Kibao, unaenda kumtesa, unamtoa macho yake, unamuua. Pumbavu, shenzi type.